Napenda kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi tena niweze kuongea machache yanayohusiana na hali halisi iliyopo katika nchi yetu. Kama Mtanzania nina haki ya kuongea kwa sababu akili haihitaji usomi. Kwa na akili tuliumbwa duniani, tulipoletwa duniani na Mungu tuliletwa tukiwa na akili timamu ya kuangalia mambo na kujua kwamba kipi ni kipi na kipi sio kipi. Namshukuru Mungu kwamba mimi nimekuwepo katika awamu zote zilizopita, kuanzia awamu ya kwanza mpaka hii. Nimekuwepo nikiona awamu zote na namna walivyotawala. Lakini awamu hii mimi inanishangaza kidogo, kwa sababu mpaka kufikia kiasi cha kuweza kufungia makanisa nashindwa kuelewa kwamba maana yake ni nini. Mimi nimekuwa najiuliza, hivyo hawa wanaomshauri rais hawamshauri apate kuona kwamba kipi ni kizuri na kipi kitamletea matatizo? Kwa sababu yani mimi naona kabisa hili ni tatizo la washauri. Hili ni tatizo la washauri, kwa sababu the way anavyofanya unaona kabisa huu ni ushauri anaoshauriwa. Sasa kama wenyewe wamegombana huko na Gwajima kwa habari ya mambo ya siasa, au Gwajima kukemea utekaji, kuna ubaya gani? Hakuna ubaya wowote. Lakini utaweza kuona ukisikiliza watu mbalimbali hata bungeni, kitu wanachokiongea ni tofauti na maana alionayo Gwajima. Kila mtu anatoa maana yake mwenyewe, lakini si kweli, na wala hiyo sio sahihi. Nimetangulia kusema kwamba nashukuru kwamba nimekuwepo katika awamu zote. Kuanzia awamu ya kwanza ya utawala nimekuwepo mpaka sasa na miaka 71. Sijawahi kuona vitu kama hivi. Na kadri unavyomnyima mtu haki ya kuabudu, kufungwa kwa makanisa, ndivyo ambavyo yani badala ya kutatua tatizo linazidi. Kwa sababu sijawahi kuona awamu zote wakifungia makanisa. Makanisa yamefanya nini? Watu wanashindwa mahali pa kwenda kuabudu, na kuta wanazunguka. Sasa mnapowafungia watu kufanya ibada, lile jengo limekosea nini kwa Gwajima? Na katika hayo yote yaliyosababisha, sikuona Gwajima amekosea nini katika kukemea utekaji. Sijaona Gwajima alichokosea, kwa sababu utekaji huko nilimsikia Mama Samia akizungumza yeye mwenyewe kwamba tusiwakubalie hawa walioharibu nchi kwao, yani wale wa Kenya wanaharakati waliokuja. Nimemsikia mimi mwenyewe kwa masikio yangu kwamba tukikubali, tukiwaruhusu waingie, watatuchafulia nchi. Sasa mmewarudisha na ukasema nchi pekee iliyobaki ni ya kwetu tu. Sasa ni nani anayeichafua sasa hivi? Kwa sababu mtu ilibidi kusimamia maneno uliyoyazungumza wewe mwenyewe kwamba watatuchafulia tusiwaruhusu, lakini kwamba nchi iliyobaki ni hii tu. Lakini wakati yale maneno yakitamkwa, hii nchi haikuwa na amani, kwa sababu ilikuwa na utekaji tayari. Hakukuwa na amani. Watu wananyamaza kwa sababu wanajua kabisa kwamba wakizungumza tu watafatwa na kuanza kuteswa. Yani sasa hivi hamna haki ya kuzungumza. Ni afadhali kuacha watu wazungumze kuliko kwa njia moja au nyingine, kwa vitisho kama hivyo, kufunga kanisa la Gwajima na kuzunguka na maaskari na mabomu ya kutoa machozi. Yani hiyo ni kuwatishia watu wasiweze kuzungumza. Ni afadhali wazungumze ukasikia wanachozungumza kuliko wakinyamaza. Tena kusema kitu kimoja, yani tukinyamaza au wenye haki wakinyamaza ni mbaya zaidi kuliko wakizungumza. Kwa sababu wakizungumza utajua wamezungumza nini. Wakinyamaza huwezi ukajua walichozungumza. Kwa sababu wanao uwezo wa kuzungumza na Mungu ambaye ana majeshi ya malaika kupita majeshi ya hapa. Watakuwa sasa kazi yao ni kuongea na Mungu. Mungu angalia hali halisi, Mungu fanya hiki, Mungu fanya hiki, Mungu ingilia kati, Mungu ingilia kati. Na hiyo sio nzuri. Wewe utaona kama umewanyamazisha, lakini ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa kunyamazisha wenye haki. Na neno la Mungu linasema kadri walipowaua, ndio kwamba kadri mnavyowanyamazisha wenye haki ndivyo wanavyozidi kuongezeka. Mtaweza kuona hata nyewe wenyewe kwamba kitu unachokizungumza ni kweli kabisa.
kadiri mnavyofanya vitisho vya watu kunyamaza, kufanya vitisho vya watu wasiabudu, maana wanapozungumza ndio matokeo yake wanafungiwa makanisa. Sasa unapowafungia makanisa ili waweje sasa? Tukisema kwamba mamlaka, yani mimi sasa nathibitisha yale maneno aliyosema Gwajima kabisa kwamba ni kweli, kwa sababu mtu ambaye yuko au kiongozi wa majeshi haya, kwa mfano wa polisi, si unaona polisi wanachofanya? Maanake ni kwamba mkuu wao ameshindwa kuongea kwa sababu anajua akiongea atafukuzwa kazi. Unajua wanadamu tuna akili tangu kuzaliwa kwetu, hatuna akili kwa sababu tumesoma. Tangu tunazaliwa Mungu alitupa akili ya kuchambua mambo. Sisi kule kwetu Msoma ni sehemu ya ziwa, kwa hiyo samaki wanatumika sana. Unakuta mtu ambaye anakaa ziwani anamweka samaki mzima kinywani, kwa hiyo kinywa kinachambua nyama, kinatema mifupa. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia mambo, akili tuliopewa na Mungu inachambua kabisa kwamba lipi ovu na lipi jema. Inachambua kabisa, hatuhitaji kusoma. Kwa sababu kwanza wasome ndio hao wana PhD, alafu unakuta utendaji wa mambo unaenda ndivyo sivyo. Mimi ningependa kukushauri rais wangu, napenda kukushauri kabisa. Kwanza kama mtu ambaye hata nimekuzidi umri, nina akili vile, sio ya kusoma. Sina akili za kusoma mimi kwa sababu sijasoma, lakini akili ya kupambanua mambo ninayo. Nilio uwezo huo nimepewa na Mungu. Jinsi kadri unavyowabinya wenye haki, kadri unavyobinya makanisa, ndivyo ambavyo unajiharibia wewe mwenyewe. Usiseme kwamba kuna mtu anakuharibia, hakuna anayekuharibia. Na kama washauri wako wanakushauri vibaya, mimi nakwambia kabisa, kadri utekelezaji wako, utendaji wako unakuharibia wewe mwenyewe, na wala hawataweza kukusaidia. Hao washauri hawataweza kukusaidia hata kidogo, kwa sababu kadri unavyobinya makanisa, hata wale walioko kwenye vyama tofauti mpaka na cha kwako mwenyewe wanaona kabisa kwamba hili sio sahihi, hili ni sahihi, japo hawakwambii ukweli, hawakwambii, wanakuogopa. Sasa usitafute kuogopwa na watu, ni afadhali wache watu wazungumze, utaokota moja ya kukufaa, kuliko hapa wakishika mitutu ya bunduki na kuona kwamba wanakutetea. Hawataweza kukutetea, kwa sababu ukiwanyamazisha hawa, kwa sababu unatumia mamlaka, majeshi yote yako chini yako. Kumbuka kwamba yuko Mungu ambaye majeshi yote yako chini yake, kuanzia ya mbinguni mpaka haya ya duniani. Akiamua kuyaamuru haya ya duniani, yatakugeuka. Mimi nakushauri kwamba ungetumia hekima zaidi, wala usishindane na mtu kwa kupitia mtutu wa bunduki wala nini. Huna haja ya kushindana. Yaani sawasawa jet fighter ije kumpiga bomu sisimizi, kweli utasema kwamba ni matumizi ya akili haya? Gwajima hana jeshi, hana watu kama ulionao wewe, lakini aweza kuwa nao Mungu akitaka wamuone kwamba yeye ana haki. Kwa sababu kitu kwanza alichokizungumza kuhusu utekaji ni kitu cha kweli, kwa sababu kinawapata wananchi, na kama kinawapata, walitaka kuona wewe kama rais wa nchi ukikishughulikia. Sasa unapomshughulikia yule ambaye ameongea, wanaona kwamba yamkini huenda ikawa yamkini kwamba basi unakibarikia hiki kitu. Watu hawawezi kukuelewa. Mimi najua nazungumza maneno haya na kushauri tu rais, naongea maneno haya, lakini sidhani kama hata yana usalama. Nitaonekana mimi ni mpinzani wako, lakini afadhali nionekane mpinzani nikiwa na kushauri kitu ambacho ni kweli kitakachokusaidia, kwa sababu wewe ni rais wa nchi, wananchi wako chini yako. Unaweza ukaangamiza wote ukitaka, unaweza ukaacha ukitaka, lakini napenda kukwambia hivi, yuko Mungu. Ogopa tu kwamba yuko Mungu hawezaye hata kukuangamiza wewe kabla hujaangamiza wote. Jua tu hilo basi. Kwa hiyo mimi ningekuomba usipigane vita ya namna hiyo. Hiyo vita
sina mengi ya kuzungumza. Kadri ninavyozuia wenye haki